Ninaitwa Alex Njia. Haleluya. Amina. Kwenye mkesha wa kumaliza semester ile ya kwanza ilipasa pia niwepo, lakini majukumu yalikuwa mengi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata wiki hii nilipigiwa simu na usharika wa Njombe mjini diocese. Nikawa na semina wiki mbili, lakini kwa kuwa niliahidi kuwepo usiku wa leo, ilibidi nisiende, niwepo tu usiku wa leo kwa kuahirisha semina wiki mbili. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa na nidhamu tu mbele ya Bwana. Yeyote ambaye hana nidhamu mbele ya Bwana hawezi akamwelewa Bwana. Ili uweze kumwelewa Bwana, lazima kutembea na nidhamu mbele za Bwana. Haleluya. Ili uweze kumwelewa Bwana, lazima utembee na nidhamu mbele ya nani? Ya Bwana. Tuko kwenye msimu mpya katika maisha yetu, lakini pia ninajua leo mnafungua semester. Ni msimu mpya pia kwa ajili ya semester mpya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa that heading of planting the seed for your life ni somo refu kidogo, na sijui kama utanielewa, kwa sababu ninaomba kwa Mungu nielewe, kwa sababu ninaona watu kama wengine wameanza kulala. Sijui wewe unalala saa ngapi, kama unalala sasa hivi. Nilisikia mtumishi mmoja anasema, kama ukiwa mwaminifu wa kulala masaa 8 kila siku, kwenye masaa 24 ukawa unalala masaa 8 toka umezaliwa, ni mwaminifu. Achilia wale wanaopitiliza masaa 8. Ukiwa na miaka 30 na ukawa mwaminifu wa kulala masaa 8 kila siku, ukiwa na miaka 30, maana yake umelala miaka 10 usiku na mchana kikamilifu. Si ndio? Sasa unaweza kujua kupoteza miaka 10 gharama yake ni ipi? Amen. Hebu finalist, nyosha mkono, lakini usipige kelele. Nyosha tu kistani. Amen. First time. Okay. So also finalist. Okay. Wacha. Hallelujah. Nataka nikufundishe nini maana ya mbegu. Kwanza nianzie hapa. Kila mtu ambaye unamwona kwenye hii dunia ameletwa na Mungu. Everyone. Awe ni kichaa, awe ni marehemu, ameletwa na nani? Na yeyote ambaye ameletwa na Mungu huwa ana kusudi la Mungu. Everyone. God has purpose on you. There is a reason of your being. You are not empty. Ile Mungu amekuamuru uje duniani, haijalishi ulivyokuja, ulikuja kwa staili gani, na haijalishi ulivyopatikana, ulipatikana kwa staili gani, ile kwamba uko duniani una kitu cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bahati mbaya ni hii, kila anayezaliwa, sio tu kuzaliwa, ukishatungwa mimba, ukishapatikana tumboni, mbegu yako imepokea uhai, vita inaanza. Kwa kila unayemwona ana vita. Mwanga
Mwangalie jirani yako, mwangalie tu. Unavyomuona hivyo, vita yake isikie. Msikie. Na ukidhani ya kwamba hauna vita, wewe ndio inabidi uhurumiwe zaidi. Amen. Labda nitaongea na watu watanielewa. Wangapi wameshawahi kuamka saa 8 usiku kuomba, akaomba zaidi ya lisaa moja? Umeamka saa 8, okay? Ukishamaliza kuomba ile usiku, karudi kulala, huwa unaona kitanda kinapelekwa wapi? Wengine unaona kama unarushwa nje, wengine unainamishwa, unatingishwa kama kuna kitu kinamwagwa kutoka kwa kama kibuyu. Maana yake ni kwamba kwa kuwa umetoka kuomba na umepata muda utulivu. Mchana mtu akiomba muda mrefu hana utulivu. Ukisema amina baada ya masaa mawili unaendelea na issue zako. Lakini usiku ukisema amina unaenda kulala. Unapata taarifa ya vita iliyo kwenye maisha yako. Ndio maana wengine huwa wanashtuka hapo wanaanza kusema shindwa. Maana yake kuna vita ambayo wewe hauioni, lakini hiyo vita ipo. Kwa ukidhani kwamba hauna vita, I'm so sorry. You are just lying yourself. The war is there. Not the war, but the battle. Amen. Sasa si tu kama una vita. Hiyo kwamba nimesema kila mmoja na kusudi. Jambo la pili, kila mtu ana nini? Ana vita. Jambo la tatu, unagombewa kutimiza makusudi ya watu wengine. Kwa kuwa Mungu peke yake ndiye akiumba mtu, anamleta na kusudi duniani. Kuna watu ambao hawana watu wa kuwafanyia vitu vyao. Shetani hawezi kuumba mtu ili amfanyie vitu vyake. Kwa hiyo ukiwa na hicho cha Mungu, shetani anakitaka hicho cha Mungu akitumia kwenye ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama unanielewa. Hilo jambo ambalo uko nalo, hicho kitu, hata kama ni sauti, very beautiful voice you have when you sing, people they are receiving the Holy Spirit and the power of God, you have to know that Satan is after your voice. Kwa sababu anajua nyimbo yako ukiimba kwenye ulimwengu wake, kama uliweza kuimba ukaconvert watu kwa Kristo, inawezekana kabisa ukaimba ukaconvert watu kwa shetani. Kwa unagombaniwa. Miungu ya kwenu na kugombania, shetani anakugombania, serikali inakutaka, wazazi wanakutaka, ukiolewa mume wako anakutaka, ukioa mke wako anakutaka. Kwa you are in the competition. Na usipoangalia utashindwa kutimiza cha Mungu. Hallelujah. Amen. Mnanipata? Amina. You get me? Yeah. Usipoangalia. Sasa wote tunafahamu, wale ambao tunasoma maandiko, kuna vitu viwili vinasababisha watu wasiingie mbinguni. Jambo la kwanza ni utakatifu. Jambo la pili ni kupewa kazi alafu usifa. Unakumbuka mfano wale watu watatu waliopewa talanta, Mathayo 25 mstari wa 14 mpaka 30 pale. Watu watatu, mmoja akapewa talanta 5, mwingine akapewa talanta 2, mwingine akapewa talanta 1. Yule mwenye 5 kazalisha 5 ziada. Yule mwenye 2 kazalisha 2 ziada. Yule mmoja akamwambia, Bwana, mimi nilijua wewe sio mtu wa kusanya pasipo kupanda. Hebu tuangalie, naanzia ule mstari wa 24. Mathayo 25. Angalia ule mstari wa 24. Nasema, akaja yule aliyepokea talanta 1 akasema, Bwana, nalitamka ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda. Kumbuka tunazungumza habari ya kupanda mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, ninayo iliyo yako. Swali langu, huyu jamaa kwani ametenda dhambi? Hapana. Kwani ameiba? Hapana. Kwani ameila talanta? Hajaila. Si ndio? Sasa tuendelee mstari wa 26. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Maanisha kusudi la Mungu ambalo ameweka ndani yako
usipolitumia na unajua unaangukia chini ya kategori ya ubaya na ulegevu. Wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watu wa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta kubwa. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tena, lakini asiye na kitu, hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Mstari wa 20:30. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni. Atupo wapi? Mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Wenye dhambi wote wanadondokea kwenye shimo lenye kilio na kusaga nini? Meno. Na huyu asiyetimiza kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya kupanda mbegu, tunazungumza habari ya msukumo. We are talking about energy that will push you to fulfill the purpose of God in your destiny. When we talk about planting the seed, we are talking about collecting the energy, that energy which will push you to accomplish the purpose of God in your destiny. Hallelujah. Unapoenda kupanda mbegu, mtu yeyote ambaye anapanda mbegu, issue sio mpandaji mbegu, issue ni ile mbegu iliyopandwa. Ndio maana hata mpanzi, tatizo halikuwa kwa mpanzi, tatizo lilikuwa kwa mbegu. Hallelujah. Kuna nyingine ilitoka wapi? Jua. Nyingine ilitoka wapi? Kwenye mawe. Nyingine kwenye nini? Dima. Na nyingine kwenye udongo mzuri. Iliyotoka njiani ililiwa na ndege. Kwenye miiba mizongo ikafa. Kwenye mawe ikakosa mizizi ikafa. Kwenye udongo mzuri ikazaa. Kwa hiyo mbegu yoyote inatakiwa izae. Kwa unapoachilia mbegu mbele za Bwana kama sadaka, mbegu ya kimaisha, mbegu ya kujitoa, nyuma yake kuna uzalishaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna uzalishaji bila msukumo. Hakuna uzalishaji bila nini? Msukumo. Umeshawahi kuona kijana huyu kaoa na huyu binti kaolewa na huyu kijana? Kitu cha kwanza ambacho wao wanafanya, wao wanapanda mbegu, sio? Baada ya miezi 9 mbegu ndio inayoamua. Haleluya. Mbegu ndio inayoamua kitakachozalishwa, sio upandaji. Kwa sababu mbegu ndio inajua majira ya kuvuna. Sio kama mnasikia? Sio kama mnanielewa? Nasema hivi, ukiwa na kusudi ndani yako, wewe mwenyewe uweze ukaamua hilo kusudi lije lini. Lakini kusudi ndilo litakaloamua lije lini. Na ndio maana mama mjamzito akafikisha miezi 9, hasemi mimi hospitali siendi. Uchungu kisha mkamata, hata ajifiche wapi atatoka. Kitu gani kinataka kutoka? Sio yeye, mbegu. Mmeshawahi kupanda mahindi au maharage? Ikifika saa ya lile kusudi lililopandwa kutoka nje, kitu gani kinatokea? Ardhi inapasuka. Ardhi ingekuwa inatoka damu, kipindi kile ndio ingekuwa wakati wa ardhi kulia. Ninaumia. Mbegu zingine hata kama juu kuna jiwe, itatafuta njia yake yenyewe itoke. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui kama naongea na watakatifu. Mnanielewa wapendwa? Mama anasema hivi, hilo kusudi linalo linahitaji mbegu.
Wewe mwenyewe unahitaji mbegu. Mbegu itazalisha nguvu. Sasa staki, there is difference between power and energy. That's why I didn't say power, I said energy. For you to fulfill your purpose, for you to get what is required in your academic issues, you need to have energy. Kwa muombaji yoyote, mabadiliko makubwa ili aweze kuomba, sio nje, ndani. Msukumo wa kimaombi ukitokea ndani, utaomba hata masaa 20. Lakini ukiona ngojea cha juu, ili ufaulu vizuri, kuna msukumo unaokusukuma kutoka ndani kwamba lazima nisukume. Na yeyote ambaye akipoteza msukumo, anaweza akalala hata kwenye chumba cha mtihani. Kwa hiyo utamwambia nini? Bwana Yesu asifiwe. Mama anasema hivi, ndani yako pakikosekana msukumo wa mafanikio, utakuwa maskini tu. Ndani yako pakikosekana msukumo wa mafanikio, utakuwa maskini. Nasema hivi, mama mjamzito akikosa uchungu, hiyo mimba inaweza ikaenda hata miaka 2. Nimesoma taarifa nadhani ni jana, sasa sikuielewa ile taarifa, lakini nasema huyu binti wa Shinyanga amefanywa operation kuondolewa mimba ya miaka 4. I was like 4 years. Nini maana yake? Mbegu imegoma. Yeye anataka, lakini mbegu ili tumuokoe, tukitoe tu hicho kitu kiondoke. Na ndicho anachofanywa nani? Huyu mwenye talanta ananyang'anya. Kwa kuna watu wengi hapa, labda mmeshanyang'anywa. Hebu muangalie mwenzako, anaonekana kama amenyang'anywa. Mwamsho huyo aliyelala, analalaje? Analalaje? Hivi ndiko nabembeleza. Sasa mbona mtu analala? Na analala na kwenye msikika huu wote. Hivi ni upako. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa takatifu? Kupanda mbegu, mbegu inabidi iwe na msukumo. Naomba niseme hivi, mbegu yoyote ukilazimisha kupasuka inakufa. Au nitumie huu mfano. Ukiona yai limepasuka kutokea nje, hiyo mbegu imekufa. Lakini ukiona yai limepasuka kutokea ndani, kuna kifaranga, kuna uhai. Nini maana yake? Usiku leo, kwa kuwa tunapanda mbegu, tusiishie kupanda mbegu, tuombe moto wa ndani. Moto wa ndani, msukumo ambao hata ukimaliza chuo, wenzako wakiwa wanalia na kulaumu, katikati ya kulia na kulaumu, wewe kuna msukumo unaokuambia fanya hiki. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tujaribu namna hii. Mnamfahamu Ibrahim, baba wa imani? Kila mahali ambapo Mungu alikuwa akimtokea, Ibrahim alikuwa anaachilia sadaka kila mahali. He built permanent altar, but temporal shelters. Alijenga madhabahu za mawe, lakini nyumba alijenga nyumba za matubai. Alikuwa anakaa kwenye mahema. Ikapita zaidi ya miaka 115. Baada ya miaka 115, mjukuu wake Yakobo akawa anasafiri, akafika mahali panaitwa Betheli. Kabla ya hapo palikuwa panaitwa Luzu. Akasema ngoja nilale. Akachukua jiwe. Kumbe lile jiwe ni mahali ambapo babu yake aliwahi kupanda mbegu. Alipolala, kitu gani kilitokea? Alifunguliwa macho. Kwa hiyo mbegu itasababisha macho yako pia yafunguliwe. Alipofunguliwa macho, akaona malaika wanapanda na kushuka. Wala hakuwa anaomba sana. Kwanza kabla hapo hata alikuwa hamjui Mungu. Lakini kwa kile ambacho babu yake alipanda,
swali. Unawezaje kupanda mbegu leo 2025 alafu mavuno unavuna mwaka 2140, kwa sababu ndio miaka 115 na kumepita. Bwana asifiwe. Hivyo tunaweza kusema kwamba kati ya maeneo ya kuwa makini katika imani kwenye kufanya ni pamoja na kupanda mbegu. Shida nimeiona kwenye kanisa la leo, watu wengi sana wanaomba kweli kweli, wanaomba sana lakini hawatoi sadaka. Ukiambia nena kwa lugha, haleluya, toa sadaka, kila mmoja anaanza kukasirika. Na sijui taratibu huu umetokea wapi. Hebu tujiulize. Zamani za Agano la Kale, mtu alikuwa hatoi sadaka kabla mchungaji hajaikagua. Si mnafahamu? Au haufahamu? Ulikuwa utoi sadaka mchungaji ajifanyaje? Hajaikagua. Sio tu Agano la Kale, hata Agano Jipya. Yesu alisimama karibu na chombo cha sadaka, na wala kanisa alimuuliza kwa nini unachungulia. Hivi leo mchungaji Timothy aje hapa achungulie unapotoa, kila mtu fungua bahasha hapo ndani, si mtamshtaki nyinyi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunajidanganya ndio imeandikwa hata mkono wa kushoto usifanyane. Maana ya lile andiko ni kwamba watu waache masifa kwenye kutoa. Lakini makusudi ya kukaguliwa ni ili usikosee kama alivyokosea Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanapanda mbegu lakini wanapanda vibaya. Kwa mwisho wa siku anajiuliza, mbona tumepanda kweli, tumetoa kweli lakini hatupati. Hebu nipe Wakorintho wa pili sura ya 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Wakorintho wa pili 9:6. Hiyo ni 7:6. Tusome wote katika jina la Yesu. Lakini nasema neno hili, apandaye hapa atavuna. Pause kidogo. Kwa hiyo tunaweza tukasema apandaye kwa uchungu atavuna kwa uchungu. Apandaye kwa maumivu atavuna kwa maumivu. Apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo. Kwa sababu panasema apandaye kwa ukarimu atavuna kwa nini? Kwa ukarimu. Mstari wa 7. Kila mtu atende kama alivyokusudia Mungu, si kwa uzuri wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Hulazimishwi hapa, kwa sababu hili swala linahusisha na kupanda. Yaani ni sawasawa na mtu anaenda shambani. Bwana Yesu asifiwe. Unapoenda shambani, sasa namshukuru Mungu kwa neema yake mimi nalima. Unapoenda shambani, huwazi kwamba unampandia fulani, unawaza kwamba unajipandia wewe. Kwa makusudi yako, ninavuna heka ngapi hapa? Nataka nivune kiasi gani na nilime heka ngapi? Kama unakusudia kulima heka 100, lazima ujipange kimtaji wa heka 100. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya watu ambao wanasimanga huwa wanajiibia wenyewe ni wakulima. Nitakwambia kwa nini. Anaenda kulima. Hapa kuna wakulima pia. Maana mimi nilikuwa nalima toka nikiwa shule. Nimesoma hapa hiyo ndio. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nasoma hapa, bubu langu mimi nilikuwa ninalimia. Amen. Mkulima anaweza akapanda mbegu, lakini akasema nitachelewa kwenye palizi. Wakati anachelewa kwenye palizi, ndivyo kiwango cha mazao kinapungua. Mwingine anasema mimi nitalima lakini sitatumia mbolea. Ni kama anajibia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama anajibia. Kwa kuna watu wengi sana wanajibia kwenye utoaji. Mstari wa 10 mpendwa. Wakorintho wa pili 9:10.
Inasemaje? Twende wote. Na yeye ampaye mbegu. Go to pause. Mungu huwa ana utaratibu wa kukupa mbegu ili ufanikiwe. Mimi nazungumza hapa, jifunze kumwomba Bwana sadaka. Nitakufundisha from my experience. Mimi nimewahi kumwomba Bwana sadaka. Hata sasa bado namuomba. Kwa nini namuomba? Kwa sababu kuna mahali Mungu anataka nivuke kwa sadaka. Sasa sina sadaka, nitavukaje? Kwa hiyo inabidi nimuombe sadaka. Sasa hapa anasemaje? Na yeye ampaye mbegu mwenye nini? Mwenye kupanda. Ni sawa sawa mkulima anapovuna, anakula mazao yote, hawazi msimu unaokuja. Msimu unaokuja anaanza kuhangaika tena. Na hili ni kosa tunalolifanya tukiwa kama waamini katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba unaenda shambani, unakula chakula chote, wakati Mungu anapopitisha fedha. Oh my God. Oya msaidie. Hata ili bumu unalolipokea, katika hilo bumu kuna kipengele Mungu anasema kwa hii bumu kuna mbegu yake itakao msaidia akimaliza chuo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya mambo yanabidi uelewe. Sasa anasemaje? Na yeye ampaye mbegu mwenye nini? Yeye kupanda. Na mkate wa nini? Chakula. Atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha. Sasa kumbuka hapa, he is not concentrating on food, but he is concentrating on seed. Akasema naye and he will multiply. Kwa kuna kuzidishwa. Ndio maana nikasema kila mwenye kusudi lazima azae. Unazaaje haujapanda? Hapo mwanzoni nimeanza kwa kusema kila mtu ana nini? Ana vita. Tangu Adamu, tangu anguko la Adamu, vita ilianzia. Kwa kila anayezaliwa hapa duniani ni kweli na kitu chako, lakini you need a help from the altar. Unahitaji msaada kutoka madhabahuni. This world is a world of spiritual. This world is spiritual. Hii dunia ni dunia ya roho. Na ukidhani ya kwamba unaweza ukafanikiwa kwa nguvu yako mwenyewe, I'm sorry. Ukimaliza chuo utajua. Sasa hivi utajua. Ukija mtaani utaelewa kwamba watu wanatembea kiroho mtaani. Na wanapotembea kiroho, wanatembea kwa vita, kwa sababu mwingine huyu ana roho ya kiganga, huyu ana mizimu, huyu ana uchawi, huyu ana Roho Mtakatifu, na mnahusia sehemu moja. Huyu mganga, huyu mwenye roho ya mizimu amechinja mbuzi. Huyu mwenye roho ya kichawi amechinja paka. Huyu mwenye roho ya Freemason amechinja mtu. Wewe huko sijapata bado, nikipata. Haya. Karibu mtaani Feminist. Bwana Yesu asifiwe. Ukija mtaani jua ulimwengu ni roho. Tutakusaidia. Tunaishi maisha ya kukopa. Yaani wewe ulipo hapo umekopa maisha. Sizungumzi kukopa hela. Oya nikusaidie utanielewa. Mungu alipomuumba Adamu alimwekea uhai. Na akamwambia siku ukila utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani Adamu alifanya? Akala. Badala yeye kufa ilibidi Mungu akope uhai wa mnyama Adamu aishi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata wachawi wanakopa maisha.